maua kakubwa kiasi. Ndani kuna bahasha 2 za kaki. Nikapokea. Nikaanza na bahasha kubwa ya kaki. Ilikuwa imefungwa na sellotape. Nikafungua nikakuta chupi nzuri rangi tofauti pea 5. Kigauni kizuri na kikoti cha jeans kizuri. Ndio viliweza kuingia kipindi hiko Tabora, na sandals nzuri sana. Wema akasema mambo ya Keni hayo. Check pamba hiyo. Nilifurahi nyie. Na kupika nikapuuza. Tukaenda zetu chumbani kwangu na Wema, nikapima zile chupi zilinipendeza na kitako changu mwaya. Nilikuwa na chupi 2 tu, tena zimechaka. Hoi. Yanatoka kukutana na mwanaume unaona taibu kuvua nguo. Basi sikujua Keni kajiwaje saizi ya chupi yangu, mambo yangu ya ndani. Nyie kuna wakako wamebarikiwa, ila Keni mwacheni tu. Basi nikajaribu kile kigauni, kilinichukua vizuri, shepu imenipendeza sana. Sendo zinazo saizi yangu kabisa. Wema akasema ewa besti. Bahasha moja hujafungua, nikasema kweli. Nikafungua nikakutana na kuna box la simu. Nikafungua macho, nikafungua na kenyewe. Nikakutana na simu nzuri ya kutouch, ina umbo la kati. Sio dogo wala sio kubwa, pia kuna charger na earphone. Simu inaitwa Samsung. Kumbuka niko kijijini hapo. Mtoto wa kike nilichanganyikiwa. Mpaka nikawa nasema Keni uko wapi nikupe tu bikra yangu wewe mwanaume. Kuna vitu vingine unafanywa mpaka mwenyewe unachanganyikiwa kwa furaha. Nikaanza pale kusoma kitabu cha maelekezo, maana kuwasha nilikuwa sijui. Japo nilifeli kidato cha 4, lakini kinge kilikuwa kinapanda kidogo. Nikasoma, nikaelewa, nikawasha simu. Kumbe bwana alichaji imejaa, maana kwetu sie bwana umeme hakuna. Nilirukaruka kwa furaha nyie. Wema akanipa hela. Akasema hizi hapa kakupa Keni hela. Kuangalia ni shilingi 20,000 jamani. Nilipagawa. Kama vile imepewa mamilioni. Wema akasema twende kusajili laini, maana anasema umtafuti haraka. Msikilizaji, niliacha kila kitu, kwanza njaa haikuniuma. Nikaenda kusajili laini, nikapewa, nikaweka vocha, nikaweka, tukarudi nyumbani. Nikawa na furaha siku hiyo. Nyie, unajua furaha? Wema akaniambia shoga, simu nzuri kuliko hata hili limbo langu hili. Nitamwambia ticha na mimi anunulie bwana touch we. Nikasema kweli, mwambie tu sare. Akasema ila Keni anakupenda. Nikasema hata mimi nampenda zaidi. Wema akaniambia jiandae kulipa hizo zawadi. Usikiru umepewa bure, sio unavya bure hapa. Nikasema kwani atandai? Akasema we nawe mshamba, jiandae kugawa iko kidude. Tena ukampe haswa. Na huyo ukimpa utaga umaskini. Mtu aje kugusa, lakini ni zawadi kama yote. Je, akionja papuchi je? Basi tukacheka si wenyewe, tukafurahi kwa kule mimi na shoga yangu, akili hamnazo. Basi nikaandika namba ya Keni pale. Baada ya kuhangaika sana ugeni wa touch, nikampigia, akapokea. Alipopokea nikajitambulisha. Sasa sauti yake jamani, akasema wow, nafurahi sana kukuona uko hewani, mtoto mzuri. Nikacheka, nikashukuru kwa zawadi. Akaniambia sasa nitakuwa nakupa muda huo, nitakuwa nakupata muda wote. Nikamwambia ndio. Basi tulipiga sana story mimi na Keni wangu, huku Wema ananisaidia kupika. Basi kimbembe nikawa nitawaambia nini wazazi wangu. Nikapata jibu. Jioni alivyorudi, nikaenda kisimani, nikachota maji. Nikaona hapa ni akti tu, hakuna namna. Nikarudi nikiwa na furaha sana, naimba na cheka. Nikakuta kwanza nikatua ndoo. Muda huo mama alikuwa yuko jikoni. Nikasema mama, nimekuta simu huku. Narukaruka. Mama akasema nini, umekuta wapi? Hebu tuione. Nikampa. Mama akasema we Nasra, simu nzuri hivi unaokotaje hivi? Nikasema nimeokota. Akasema umeokota simu gani? Hebu tupeleke kwa mtendaji. Nikasema we mama, nimeokota njiani wakati natoka kisimani. Baba aliyekuwa nje bwana akawa ameingia. Akasema mpeleke nini kwa mtendaji? Mama akadakia, Nasra bwana kaokota simu nzuri sana. Baba akaniambia tuone. Naye akaingia jikoni. Mama akampa. Baba akasema hii inaonekana mpya hii sana hii. Apeleke kwa mtendaji ili iwaje mke wangu. Mtoto kaokota, hii ni bahati yake. Au unataka akatumie mtendaji? Maana ukipataga wale vitu kama hivi hawavipeleki popote, wanatumia tu wao. Tumia mwanangu. Cha kuokota sio cha kuiba. Mwenye mali ndiye mjinga. Nilifurahi nyie. Nilifurahi sana. Pamoja na mabebe yangu yote, mimi ndo nilikuwa kipenzi cha baba. Nitakachokisema
lazima aweze kukifanyia kazi. Lazima nyumbani kifanyike. Basi nikaingia chumbani, nikaanza pale kuongea na Kenny. Kesho yake nikaenda kwa teacher na Wema akanifundisha zaidi ya kuweza kutumia simu. Akanisini tulie na Kenny ananipenda. Basi bwana. Jumamosi sasa ya mnada sikafika sasa. Nikavaa zangu gauni alonunulia Kenny na sandals mwenyewe, nikachana nywele zangu vizuri maana nilikuwa na nyoa hivyo ni fupi. Nikaaga nyumbani naenda kumsindikiza Wema mnadani. Mama akakubali, tukaenda stendi. Kenny aliwahi kweli kufika. Akatuchukua pia, tulikuwa tuna teacher. Matokeo yake hatukwenda mnadani bwana, ila tulienda Tabora mjini anakufanyia kazi Kenny. Hapo mimi nimekaa mbele ya gari na Kenny anaendesha. Kina Wema amekaa siti ya nyuma. Hapo naona maisha nimepatia mimi ndo mimi. Basi tukafika mjini, tukakaa mahali tukala. Wao wakanywa bia, mimi juice. Kenny akasema twende nyumbani, nikachukua sweta nasikia baridi. Ilikuwa ni mida ya saa 6 hivi, jua ni kali. Wema akaninong'oneza akasema ukatoe huko, usimbanie. Utandharirisha, vitu vya watu ushakula na hapa ofa zote ni za kwake. Basi nikacheka mwenyewe. Tukaaga kina Wema pale, tukaondoka zetu, tukaingia kwenye gari tukaenda kwake, kwa Kenny. Alikuwa amepanga nyumba nzima. Ina vyumba hivyo 3 vya kulala. Sebule huo mkubwa sana. Jiko pia, kuna uwanja wa geti kwa nje. Ni nyumba ya kawaida tu, sio nzuri kama zile za kisasa. Hapana. Basi nikamuuliza unaishi na nani hapa, mbona nyumba kubwa? Akasema naishi peke yangu. Sebuleni kuna sofa nzuri, meza ya kioo na TV kubwa kiasi fulani, flati ipo pale ukutani. Mimi sikuwahi kuona hivyo vitu nyie. Jikoni kuna friji size ya kati, sio kubwa sana. Jiko la umeme plate 2 na sink ya kuosha vyombo, kabati la vyombo pia. Yaani alikuwa anaishi kama vile ana mwanamke, maana vitu vyote vipo. Basi tukiwa sebuleni, Kenny akanikumbatia akasema karibu nyumbani baby. Hapa ndipo nyumbani kwako. Akasema asante. Kenny akaniambia uwe huru, hapa ni kwako kabisa. Nikamwambia sawa. Basi akaanza zile za kupiana denda, nikaisi short mwilini. Ninatetemeka hatari mpaka kwenye miguu kama nimepigwa dagi hivi. Nikaanza kuhisi mwili kama unasisimka. Kenny akaninyonya kwa muda mrefu, akagundua niko hoi. Akanishika mkono akanipeleka chumbani, na mie kama teji anafuata tu, yani kazi zeta. Kufika akanitoa nguo zote, naye akatoa. Nipo kwa mara ya kwanza nikaona dudu sasa. Mwanaume Kenny alikuwa na mdude haswa. Akanilaza kitandani, akanilalia. Nikakumbuka Wema alisema siku ya kwanza inauma, lakini mwanaume ndo anakupenda zaidi ukimpa. Basi nikajikaza. Kenny alifanikiwa kuniondolea usichana wangu, huku akiwa ananimwagia misifa kibao na kusema kwamba mimi ni mtamu sana, hawezi kuniacha. Nikakumbuka dawa za yule bibi. Kenny bwana alinisifia mno tena sana. Akasema hawezi kuacha kuwa na mimi, maana hajawahi kukutana na mwanamke mtamu kama mimi. Akasema sikutegemea kama wewe ni bikra, lakini umenishangaza sana. Sasa sitaki mtu mwingine yote akuguse na nitaua mtu. Umesikia? Nikasema sawa, usiwe na wasiwasi baby Kenny, nakupenda. Akasema tulia na mimi, nitakupa kila unachokitaka na hakuna mtu akuweza kuniachanisha na wewe. Nikamwambia sawa baby, nakupenda pia baby. Twende tukaoge. Basi bwana tukaingia zetu bafuni. Chumba chake kilikuwa kina choo ndani. Tukaenda kuoga. Maji yalitoka bomba la juu ya moto. Akaniogesha, akanisifia vizuri, yani mahaba mazito. Tukarudi chumbani tukajifuta. Akatoa shuka akatandika lingine. Tukapanda tena kitandani tukapiana tena utamu. Yani utamu. Yani nilinyanduliwa haswa hadi nikahoi. Hata kuamka siwezi, nimechoka vibaya mno. Tukapitwa na usingizi. Tulikuja kushtuka baada ya mtu kugonga dirisha la chumbani. Huko anasema wewe Kenny, wewe fungua mlango, malaya wewe. Najua uko na demu humo. Najua kabisa, nadhani umenisahau. Utanikoma wewe na wewe mwanamke wako. Fungua mlango, malaya mkubwa wewe, nimesema. Kwanza nikaanza kutetemeka. Nikaangalia nje giza, afu niko mjini, nyumbani sijaaga. Alafu nimefumaniwa na mwanamke mwenyewe anaonekana kwamba ndo mgomvi. Nitatoka kweli hapa? Babangu ataniua. Na huyu mwanamke ni nani? Yamenikuta mimi. Nimeingia wapi tena hapa? Yani penzi ndo kwanza linaanza linakolea, mwanaume wangu wa kwanza alafu nafumaniwa. Imagine msikilizaji.
Just imagine, mwanaume wangu wa kwanza ndo naanza naye mapenzi, alafu nafumaniwa. Ikanibidi nijikaze. Nikamuuliza Keni, nani huyo mwanamke huko nje? Keni akaniambia, usijali bebe, nitakueleza, ngoja kwanza bebe. Keni akavaa bukta na t-shirt akatoka nje. Nikasikia huyo dada anasema, nipishe ningie, nimuone huyo malaya mwenzio huyo Keni. Keni akasema, wewe unajua nitakupiga wewe, nitakupiga nikuue mimi. Sawa, mimi na wewe tulishamalizana. Sasa vurugu za nini? Siwezi mimi kukubali. Umenipotezea muda alafu niache hivi hivi. No, mimi siwezi Keni. Na nilikwambia na mimba yako lakini ukanikataa. Nisikilize. Nilikwambia tukapime, ulikataa. Sasa mimba gani hiyo unayoisemea wewe? Nisikilize. Mimi sipendi mwanamke mswahili mwenye vurugu. Sijui unaelewa? Nilikwambia lakini husikii. Sasa nitakukomesha. Utamkomesha nani? Nitakukomesha wewe na huyo mwanamke wako. Nipisha mimi niingie, nimuone huyo mwanamke aliyembadili Keni wangu. Yupo mke wangu ndani. Na unachotaka ni nini? Amechoka, anahitaji kupumzika. Sikutaki wewe, namtaka huyo demu huyo. Mwanamke yule akaanza kutukana pale nje. Keni akafunga mlango akarudi ndani. Mara tukasikia kioo cha sebuleni kimepasuliwa. Hatujatulia kioo kingine. Yaani yule dada ni kama chizi. Anarusha mawe huyo. Anatukana. Aibu mtaani jamani. Keni akapiga simu polisi, wakaja wakamchukua ile dada. Mimi muda huo nishavaa nguo, japo nimechoka, miguu haina ushirikiano. Nikasema, Keni ni nani huyo? Huyu ni mwanamke mmoja hivi, mjinga tu. Niliwahi kweli kuwa naye kwenye mahusiano lakini zamani sana, afu mgomvi sana. Kwa nikamwacha, kwa ananifuatilia bado. Keni, mimi naogopa kupigwa, spendi maugomvi. Hatuweza kukupiga mtu yoyote mpenzi wangu, sijui unanielewa. Wewe nitazame mimi, wewe niangalie mimi, sawa? Mimi nakupenda. Sawa, ila natakiwa nirudi nyumbani sasa. Na nimechelewa. Saa hii saa ngapi? Saa hii saa 3 usiku. Mama yangu. Hei. Baba ataniua. Simu iko wapi? Tuliacha sebuleni. Naomba Keni, naomba niende. Basi kweli Keni akaenda kufuata funguo, akachukua na simu, akanipa. Nikakuta message call nyingi za baba pamoja na shoga yangu Wema. Lakini Wema akatuma na message pia kwamba baba amenitafuta. Nikampigia Wema, bado alikuwa kwenye kelele. Nikamuuliza amemjibuje baba? Akasema amemwambia kwamba tumeenda kwenye msiba wa rafiki yetu. Tulipata taarifa ghafla, hivyo tulikuwa tuna jinsi na huyo ni mwenzetu, tukaamua kwenda. Hivyo tukaona tumsindikize, maana amefiwa na babake. Tuliua jamani baba wa mtu kwa maneno tu. Basi alivyoulizwa mbona mimi sipokei simu, nani huyu shoga yangu Wema alipoulizwa hivyo na baba kwa nini sipokei simu, akawa amenitetea kwamba mimi ndo nimemshika mfiwa, ndio maana sijaweza kupokea simu. Nikamwambia Wema, baba amekuelewa kweli kwa hizo sababu ulizompa? Wema akaniambia limeisha hilo bwana, nawe kaelewa. Nikasema afadhali. Wema akaendelea kuniambia, sie tupo tunakunywa bado hivyo, enjoy dia. Nikasema na sie tunakuja, maana nina njaa sana, tunakuja kula huko. Akasema umetumika mpaka njaa. Ila Wema na mdomo. Nikacheka, nikasema hebu niache bwana. Nikakata simu, nikampigia baba, nikamweleza hivyo hivyo. Pia baba akaelewa, akasema kwa hiyo mnarudi kesho? Nikamwambia tukizika tu baba, narudi. Baba akasema sawa, poleni sana mwanangu, kwa makini. Nikamwambia sawa, kisha nikakata simu. Keni akasema nitakupeleka kesho kutwa nikitoka job. Keni, kesho kutwa? Kwa mimi ushanioa? Kwani hilo ndo tatizo? Na kuoa tu. Basi Keni pale akaanza kunishika tena. Nikamwambia nimechoka baby jamani, na njaa inaniuma. Akasema tutoke tukale. Tukaoga tena, tukatoka. Muda huo nishamzoea. Namlalia tu begani, yeye anaendesha gari, anafurahi mwenyewe. Anasema siamini kama nimekubikiri mtoto mzuri hivyo. Yaani mimi sijawahi kutoa mtu bikra mimi. Mtoto mtamu sana wewe. Mimi nakutanaga tu na washapita wenzangu kibao huko. Mimi nikacheka tu. Keni akaendelea kuniambia nitakutafutia zawadi nzuri sana. Nikamwambia sawa, nasubiri hiyo zawadi.